Sasa sisi tunachosema kwa nadhari zetu tu za kawaida, tunasema unajua panya ukimchukua ukamfungia kwenye hichi chumba wataka kumpiga, atakachofanya panya atafanya, atakimbia tu, atazungushana, atakuzungusha wewe mpaka utakapompata. Lakini husubutu kumfanyia paka, ukamfungia humu ukasema hutoki hapa, ngoja nikupige. Mheshimiwa Mufti, sijui ukimfungia paka itakuwaje? Sasa binadamu si panya. Ikiwa milango yote hii unamfungia, busara yako peke yake ni kwamba huyu hatofanya kitu, atakimbia tu kama panya. Ndio busara ya viongozi wetu tunaiona iliyobakia, kwamba hawa tutawafungia sisi, watakimbia tu kama panya. Sisi tunavyoona kwa watu walipofikishwa na maisha haya, tunaelekea kwenye hatari kubwa sana katika nchi yetu. Tulisema haya tuje tuambie na nyinyi viongozi, hasa mliojibebesha jukumu la amani katika nchi yetu. Unafanya jambo jema zuri na ni wajibu wetu sote, lakini haya mengine nadhani hamjayazingatia, au tunakataa ukweli kuuvua nguo. Sasa hii ni hatari, maana bora tujulikane hapana watu waliobeba jukumu hilo ili watafutwe, lakini kuliko kwamba tunasema tunao lakini hawaonekani kwamba wanafanya hii kazi ya kuelekea kwenye amani. Tuna mengine tunabariki, tunasikia kwenye kauli zetu kama kwamba haya hakuna linalotokea, kama kwamba kila kitu, kama kwamba tatizo ni wanaozungumza. Maana tumekuwa sisi sasa ndio wabaya rangi, kwamba kuna watu wanasema, wanachochea, wana nini, sisi ndio tumekuwa sasa wabaya. Wanaopanga haya hawatu watukufu, watu wema sana. Hii hatari tunachosema, hii hatari. Kidonda ukificha, wachukua uturi na nini ukakificha, utakuja kuumbuka wakati katika mguu. Sasa ingekuwa ni mguu wa mtu peke yake tungesema kajitakia, lakini ni mguu wa nchi na hatima ya nchi na vizazi vyetu vinakuwa.